Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo tena. Milele amina. Ndugu zangu, tumeeleza kwenye utangulizi kwamba leo ni kumbukumbu ya Mtakatifu Aloisi Gonzaga, msimamizi wa parokia yetu Mtawa. Tumuombe atujalie na sisi kutambua nafasi ya maisha yetu katika kutafuta ufalme wa Mungu, kuitafuta haki yake, ili hayo yote mengine tuzidishiwe. Na tunazidishiwa tu kwa sababu tuna hiyo imani kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Aloisi Gonzaga alifariki akiwa mdogo sana. Alifariki akiwa na miaka 23 na akiwa anasubiri kupewa daraja la upadri. Akafariki mapema tu. Alikuwa ni mtoto wa kwanza katika familia yenye uwezo mkubwa sana. Na kwa sababu ya uwezo mkubwa sana na maelekeo makubwa ya baba yake katika kufurahia ulimwengu huu, hasa utajiri, baba yake aliamua kumurithisha utajiri wake huyu Aloisi mapema sana, na akawa anamchukua katika maeneo makubwa makubwa ya kifahari. Alienda mara kwa mara Uhispania katika ile nyumba ya mfalme na kutembezwa huko na kuona makuu yaliyoko hapo. Lakini pia alikuwa naenda pia Italia, eneo linaitwa Firenze, kwa ajili pia ya kuonyeshwa makuu yalivyo ulimwenguni, nyumba za wafalme hao. Basi pamoja na kuahidiwa na kurithishwa mapema, Aloisi hakuyapendelea hayo maisha ya utajiri wa hali ya juu. Badala yake aliamua kumwambia baba yake, mimi urithi huu siutaki. Na baba yake, nisisahau, baba yake alimshonea pia nguo za kijeshi, kwa sababu alitaka sana awe mwanajeshi wa ulimwengu huu, mpiganaji. Na akamshonea yale magwanda ya kijeshi yenye madoa madoa kama chatu, kwa ajili ya kujenga katika tabia yake maelekeo hayo, kuishi kijeshi, kukua kijeshi, kuwa na nguvu za kijeshi na kutumia utajiri kijeshi. Aloisi hakupendelea hili. Akaamua kuwa mtu wa sala. Na tunaambiwa kwa siku aliweza kusali hata Zaburi 7. Na hasa Zaburi za toba, kutubu kwa Mwenyezi Mungu, kuwa msafi mbele ya Mwenyezi Mungu na kuhesabika mwenye haki. Alisali sana hizo Zaburi. Hatimaye akawa anapenda sana kwenda kwenye hija. Tunajua mwaka huu ni mwaka wa hija, sio jamani? Huu ni mwaka wa yubilei. Na tunasema yubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Yubilei 2025. Sasa napenda kuwauliza, hivi kweli mmeshaenda hata kuhiji mahali popote nyinyi? Wapi? Kiabakari eti? Hebu wanyooshe walioenda Kiabakari, walau nijue tu kiasi. Wachache sana. Kwa hiyo wengine bado. Sasa mtaenda sasa wapi sasa kuhiji kama hamjaenda Kiabakari? Niwaambie mahali pa kwenda? Si mwende tu hata Shirati.
kanisa la Shirati mnalifahamu jamani? Tumelitangaza kwamba katika mazingira magumu huwezi kufika Kiabakari mpaka uingie bodaboda, daradara, baadaye lile basi la Yesu kwetu ni rafiki. Sasa mpaka kufika huko utachukua muda. Lakini Shirati sio mbali. Tukahiji hapo kwa Bikira Maria, Malkia wa Shirati. Kanisa linaruhusu kuwa na hija. Usiache mwaka huu upite hivi. Sasa huyo Alois alikuwa anaenda sehemu moja Italia inaitwa Loreto. Pale Loreto alienda kuhiji. Na katika kwenda kuhiji kwa huyu mama Bikira Maria wa Loreto, alitambua kwamba maisha yake kumbe yasingefaa kuwa askari mwenye kuvaa magwanda, yasingefaa yeye awe mfalme na kuishi maisha ya kifalme. Aliamua kuwa askari wa Mungu, askari wa Yesu. Ndio maana alijiunga na shirika la kitawa la mapadri linaloitwa Wajesuiti, wana wa Yesu, Roma, na kaanza malezi ya upadri. Akiwa katika malezi hayo ya upadri, pakatokea ugonjwa mbaya sana na watu walikufa kweli. Yeye akaacha masomo yake, akawa anaenda kuwahudumia hawa wagonjwa, na yeye akapata ugonjwa huko. Lakini kabla ya hapo mdogo wake yeye alifunga ndoa na binti ambaye amezaliwa kwenye ukoo wa hohehahe, ukoo wa chini kabisa. Baba yake kwa sababu alikuwa ni tajiri hakuipenda hiyo ndoa, na ikawa ni fujo kwenye familia. Alois Gonzaga huyu alitoka Roma kwenda kuwapatanisha baba yake na mdogo wake. Baba, usiingilie ndoa ya mdogo wangu. Amempenda yeye huyu binti na binti amempenda. Hatuoi utajiri wala kuolewa na utajiri. Tunaoa na kuolewa kwa nguvu ya upendo, na hasa upendo uliounganika katika Kristo. Anamhubiria baba yake, na baadaye ndio akarudi Roma, akaenda kuwahudumia wagonjwa, na hatimaye ugonjwa ukamshika na kufariki siku ya tarehe 21 mwezi wa 6 1591, siku ya sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye huyo Alois Gonzaga. Na sasa